yangu siwezi kushinda vita, peke yangu siwezi kupigana, maana roho ya kisasi sina, roho ya mashindano sina. Peke yangu siwezi kushinda vita, peke yangu siwezi kupigana, maana roho ya kisasi sina. Naam, uharigani mtazamaji wetu moja kwa moja popote pale ulipo Tanzania, ni matumaini yangu ya kwamba hujambo na uheri wa afya. Leo nipo katika mkoa wa Tanga, Tanzania, na hapa ni katika kijiji cha Potwe. Hii ni wilaya ya Muheza. Nikwambie tu kwamba siku ya leo nimekutana na mtumishi wa Mungu, anaitwa Nabii Tatu. Leo utapata kumfahamu. Nabii huyu ukimtazama unaweza ukadhani ya kwamba ni binti mdogo, lakini nabii huyu ni mtu mzima, ni mama, lakini pia ana cheo cha kuitwa bibi. Yani kwamba ana watoto wakubwa na pia ana wajukuu. Unaweza ukashangaa kidogo na habari hizi zinaweza zikakushangaza, lakini leo utapata kumfahamu vizuri na kwa nini uko hapa kwenye kijiji cha Potwe na kazi gani ambayo anaifanya na kwa nini ni mtu mzima. Karibu sana. Na mtazamaji anayekutazama sasa hapa anatamani kufahamu kile ambacho Mungu ameweka ndani yako na vile ambavyo kinafanya kazi katika kijiji hapa cha Potwe, hii wilaya ya Muheza katika mkoa wa Tanga. Karibu sana. Jina langu ninaitwa Tatu Omari Chamvunguni. Tatu Omari Chamvunguni. Chamvunguni. Naam, Waswahili wanasema kwamba ukitaka Chamvunguni sharti uiname, lakini vijana wa sasa hivi wanainua kitanda. Sasa je, anainua kitanda au amekubali yale masharti? Na watu wengi wamefunguliwa. Naam. Mimi ni mtumishi ambaye Mungu amenichagulia katika kijiji hiki. Hiki kijiji kimeogopeka sana miaka mingi sana. Okay. Watu mpaka wanakiogopa kwa jinsi kilivyokuwa, maana walikuwa wanaita Pemba ndogo. Pemba ndogo. Kwa hiyo anasema hakuna nabii atakayeingia hapa. Lakini Mungu wa mbinguni amenileta mtumishi Nabii Tatu. Na sasa nimesimamisha madhabahu ya Yesu Kristo katika kijiji hichi. Amina. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nimemtumikia Mungu kwa miaka sio mingi sana, kama mitatu hivi. Ndiyo. Kwa hiyo kwa kweli bado niko nafanya kazi ya Mungu. Bwana nikwambia jambo ya kwamba Nabii Tatu tangu alipokuja hapa na tangu alipoanza kufanya kazi kwa muda wa miaka mitatu, Nabii Tatu alikuwa akiinua kitanda. Bwana alikuwa akiinuaje kitanda? Alikuwa akipindua meza za uchawi, alikuwa akipindua majini na kazi za kichawi na kishirikina. Na wakati huo kwamba ukitaka kuweka kanisa lazima wasikilize wazee wa Mungu wanasemaje. Ni lazima wasikilize wazee wa kijiji wajao na waganga wa kijiji na washirikina kwamba wanasemaje. Lakini Nabii Tatu hakutaka kuwasikiliza hao, alitaka zaidi kumsikiliza Mungu anasemaje. Hiyo ndio maana halisi ya kuinua kitanda na sio kuinua, yani kwamba kusimama mbele ya wazee, lakini yeye alipindua. Leo matokeo yanaonekana, watu wanafunguliwa, watu wanainuliwa, watu wanapona magonjwa sugu yaliyokuwa yakiwakabili. Ni kweli anaitwa bibi. Wacha tupate faida kutoka kwake Nabii Tatu, akwambie na akuhakikishie kwamba ni kweli ana wajukuu ama hana. Inawezekana nikakwambia mimi ukaona kwamba inawezekana nimekupiga propaganda, lakini Nabii Tatu atakuja atakwambia mwenyewe ni kweli ana watoto na wajukuu ama vipi. Watu wasiangalie sura wala umbo. Waangalie kile kitu kilichokuwa ndani kwa mtu, kwa sababu mimi nimeolewa. Nina mume na watoto 4 na wajukuu 2. Na wajukuu pia. Kwa sababu mimi nimezaliwa. Sasa Nabii Tatu bwana, tunataka utueleze. Manabii wengi huwa wanakaa mjini, wanataka mahali ambapo pana watu wengi, lakini wewe umekuja kwenye kijiji hiki huku Potwe kwenye mkoa wa Tanga. Je, kuna mtu amekwambia labda uje au imekuwaje kwaje? Yaani nani amekuelekeza mpaka ukaja
kwenye kijiji hiki cha Potwe huku wilaya hii ya Muheza Tanga. Na kama sio mtu, je, ni kitu gani kimekufanya uje kwenye kijiji hiki? Karibu sana. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu nimesikia sauti ya Mungu ikiniambia nenda sehemu fulani, nenda Potwe. Nikatii. Yote haya ninafanya si kwa akili zangu bali ni kwa nguvu ya Mungu. Na hakuna nguvu kubwa mwana wa Mungu nakwambia wewe nani angalia hapo. Hakuna nguvu kubwa isipokuwa ni nguvu ya Mungu. Amen. Mungu ana nguvu kubwa sana kuliko uchawi, kuliko uganga. Pale utakapoamini, kwa kweli Mungu atafanya makubwa mpaka atakushangaza. Yes. Kwa hiyo sasa wana wa Mungu tusiogope uchawi. Uchawi ni kitu kidogo tu. Waganga wa kienyeji ndio wanaika matisho tu. Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu ambaye mwenye uwezo mkubwa. Yes, Nabii Tatu tangu alipoisikia sauti ya Mungu na maelekezo ya Mungu, alipomwelekeza mahali pa kwenda kufanya huduma, Nabii Tatu alitii ile sauti ya Mungu na kuisikiliza pia. Alifuata maelekezo ambayo Mungu amempa. Nabii Tatu alichukua hatua kutoka mahali alipokuwa na kupiga hatua kufika mpaka kwenye kijiji cha Potwe wilayani Muheza mkoani Tanga. Na tangu alipofika Nabii Tatu, watu walikuwa wakipata majibu yao, wakipata suluhisho. Hii kwamba tunaambiwa kwamba tangu wakati huo, wakati wa nyuma kabla Nabii Tatu hajafika, watu walikuwa wakipata shida sana, walikuwa wakiteseka sana na nguvu za kishirikina, nguvu za kichawi, na waganga wa kienyeji ndio walikuwa wakitawala kwenye kijiji hiki. Lakini wakati huo tangu alipofika Nabii Tatu, watu walikuwa wakiishi kwa uhuru. Maana kabla ya kufika nabii, watu walikuwa wakiteseka, wanafanya biashara lakini hawapati kipato, wanachukuliwa na chuma ulete, wengine wakilima mashamba yao hawavuni mavuno mazuri. Lakini tangu alipofika Nabii Tatu, watu wanavuna vizuri kwenye mashamba yao. Watu hawaonewi sasa na chuma ulete na mabukula. Na nikwambie tu kwamba unaweza kuipata mawasiliano yake moja kwa moja hapo atakupatia mawasiliano yake, na utaweza kuwasiliana naye kupitia namba ya simu, lakini pia kupitia WhatsApp na simu yake ya mkononi. Tayari mtazamaji yuko ambaye mwingine yuko katika mkoa huu wa Tanga, lakini mwingine yuko mkoa mwingine yoyote. Inawezekana kuna wakati atakuja Tanga kuja kutembea au kusalimia ndugu zake. Anatamani afike sasa kwenye huduma yako. Sasa location yako ikoje na mawasiliano yako yanapatikana vipi? Karibu sana. Sasa kwa kweli napenda kusema kwamba ninatumia simu, namba ya simu ninakwenda kuitaja hapo. Ndio. Ni 0653 92 94. Unaweza kuirudia tena? Nairudia tena. Naam. 0653 72 95 Ipo au utakapofika kuja huku Tanga, kijiji kinaitwa Maguzoni. Ukishuka tu pale, ukimwambia bodaboda yoyote nipeleke kwa Nabii Tatu, anakuleta. Na asante sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Amina, amina. Na mtazamaji, moja kwa moja ulikuwa na mtumishi wa Mungu Nabii Tatu, na kutokea hapa katika kijiji hiki cha Potwe, na mtangazaji wako ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu, sio mwingine. Naitwa, jina langu ni Pastor G, mtu pekee duniani mwenye uwezo wa kulala nikiwa na tabasamu, na nikukaribishe moja kwa moja sasa ili kwamba uweze kufika katika kanisa hili au huduma hii ya mtumishi wa Mungu Nabii Tatu. Na ukitokea Dar es Salaam au ukitokea Tanga mjini, unashuka kijiji kinachoitwa Maguzoni, na ukishuka pale chukua bodaboda moja kwa moja, mwambie nipeleke kwa Nabii Tatu, anakupeleka moja kwa moja, na ukifika pale utapata huduma ambayo inakufurahisha. Asante sana, tukutane wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Amen.